tunasoma habari ya mfalme Yehoshafati ambaye alikuwa ni mtawala huko Yerusalemu. Alikuwa ni mfalme wa 4 katika utawala wa kabila la Yuda. Bwana asifiwe. Yaani katika nchi ya Israeli ilitawaliwa kifalme, na mtawala wa kwanza alikuwa mfalme Sauli, akafuatia mfalme Daudi, akafuatia mfalme Sulemani. Baada ya hapo Israeli ilikuwa na makabila 11, ikagawanyika makabila 10 yakabaki sehemu nyingine. Kabila moja la Yuda likajitenga, na ndilo lina historia kubwa kabisa za utawala katika ufalme wa Mungu. Hivyo tunamsoma huyu Yehoshafati alikuwa ni mtawala wa 4, na utawala wa enzi zile ulikuwa kurisishana. Unarisi kutoka kwa baba yako, anachagua mtoto mmoja anayekuja kurisi ufalme. Hivyo huyu Yehoshafati alirisi kutoka kwa baba yake ambaye alikuwa anaitwa mfalme Asa, ambaye alikuwa ni watatu. Baada ya yeye, Yehoshafati alikuwa na umri wa miaka 35, bado kijana kabisa, akakabidhiwa utawala, akawa ni mfalme wa 4, akaanza kutawala na akatawala kwa miaka 25. Baada ya hapo alifariki. Bwana asifiwe. Lakini tunaposoma habari hii ya kwamba Yehoshafati alitawala juu ya nchi ya Yuda, na utawala wake ulikuwa ni mzuri. Katika utawala wa huyu bwana, kati ya tawala ambazo zilifanya mambo makubwa, zilileta mabadiliko, ziliweza kupigana vita na kushinda, zikajenga madhabahu za Bwana, zikaliimidi vizuri, zikatengeneza kanisa, akisisitiza watu kuweza kumwabudu Mungu wa kweli. Alikuwa ni huyo mfalme Yehoshafati. Lakini katika mstari wa 33, lakini mahali pa juu hapakuondolewa. Alifanya mambo mengi mazuri mno mbele za Bwana. Akaunganisha watu vizuri sana, akaihubiri injili vizuri sana, lakini mahali pa juu hapakuondolewa. Bwana asifiwe. Mahali pa juu ni pa namna gani? Mahali pa juu zilikuwa ni madhabahu za kipagani ambazo zilikuwa zinajengwa katika milima au kwenye miti au sehemu yoyote ambayo wana wa Yerusalemu kipindi hicho walikuwa wanaenda kuabudu na kutoa sadaka zao katika zile madhabahu. Walikuwa wanaenda kupiga magoti, wakienda na kafara zao, wanatoa sadaka zao, wakiomba shida zao, kwa ajili ya magonjwa walienda kuomba pale, wakiomba mvua walikuwa wanaenda kuomba pale, wakiwa na shida yoyote walikuwa wanaenda kupiga magoti kuomba pale. Sasa pamoja na mambo mazuri aliyoyafanya mfalme Yehoshafati, hakufanikiwa kuondoa hizi madhabahu za kipagani. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya kazi nzuri mno, lakini hakufanikiwa kuondoa mahali pa juu. Haleluya. Mahali pa juu pa leo zipo madhabahu ambapo watu wanaabudu mti, watu wanaabudu kondoo, watu wanaabudu chatu, wengine mbuzi, wengine ng'ombe, wengine makaburi, wengine mtoni. Ana sehemu maalum ya kwenda kuabudu. Hizo ndio mahali pa juu za leo, na watu wapo wanaabudu hivyo, na wanaenda kuomba shida zao pale, na wana mungu wao. Wengine wanafunga na kamba shingoni, anamruza mahali pa juu. Bwana asifiwe. Huo ndio ushamba kwa leo. Katika utandawazi huu, neno la Mungu limetawanyika kila sehemu, kila sehemu linahubiriwa. Kila unapogeuka neno la Mungu linahubiriwa, njia za kweli zinaelekezwa, lakini wewe bado unaabudu mahali pa juu. Huo ni ushamba na ulimbukeni wa imani. Bwana asifiwe. Kama yuko anayeabudu mahali pa juu, ajue kwamba ni ushamba na ulimbukeni wa imani. Bwana asifiwe. Nimesema hivyo kwa sababu zipo madhabahu ambazo ni madhabahu maalum. Kama hii hapa, kuna makanisa anahubiriwa Mungu wa kweli ambaye hajawahi kushindwa, lakini hao wanaoenda kule wana mungu wa kwao. Mungu wako ni kondoo, Mungu wako ni mbuzi. Huyo Mungu akifa unamla supu. Haleluya.
Mungu wako unamla supu, halafu unasema ni Mungu wako na unategemea kubarikiwa na Mungu ambao unamla supu? Au Mungu ni kahirizi, umekafunga zako kiunoni kana kubanabana, mwisho kamekuachia makovu? Haleluya! Mabinti, acha kufunga hirizi. Unafunga sehemu na acha kovu linakuwa jeusi, mwisho unakuja kupata mchumba na kukataa kwa sababu la kovu la hirizi. Zile ni madhabahu za kipagani ambazo Yehoshafati alishindwa kudhibiti. Pamoja na yote mazuri aliyofanya, wapo watu wanafanya mazuri sana, wanatoa sadaka vizuri sana, wanahubiri vizuri sana, wanaimba vizuri sana, wanaongoza vizuri sana, wanashauri vizuri sana, lakini wana mahali pa juu ambapo hawajaondoa. Pengine mwingine ameng'ang'ana na kauzinzi, ni kiongozi mzuri, lakini baada ya pale anakamchepuko kanamwangalia. Wakati mwingine ni muongo, mwingine ni mwizi, mwingine ni mchawi. Bwana asifiwe. Mahali pa juu kwa leo tunaziondoa kwa jina la Yesu, na popote kama kuna mahali pa juu kuanzia sasa zikaweze kufutika, nami kwa mamlaka ya jina la Yesu natamka mamlaka za mahali pa juu zote zikazimike kwa jina la Yesu, zikanyamaze kimya na zikaweze kukumbuka mahali pa juu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe bado na mahali pa juu, anaposema kwamba pamoja mahali pa juu alishindwa kuondoa, hivyo na mioyo ya watu wake ilikuwa bado haijakazwa. Kukazwa maana yake ilikuwa haijakamilishwa, haijafungwa vizuri. Chukulia picha katika habari za leo za kawaida. Una pikipiki yako, una gari lako, halafu nati zake hazijakazwa vizuri, au una basikeli yako nati hazijakazwa vizuri, maana yake huna maamuzi yaliyo sahihi. Bado wewe unatangatanga, kila kazi ni ya kwako, halafu na usafiri huo haujakazwa vizuri, halafu unasafiri, unapita kwenye miteremko, ule mteremko wa pale Chimwaga kuelekea Oysterbay pale kwenye zile kona, halafu pikipiki haina breki au gari haina breki, unaenda kuharibika vibaya, masikio yote yanachomoka na kiuno kinaachia. Mahali pa juu maana yake moyo wako haujakazwa, haujafanya maamuzi yaliyo sahihi ya kumtumikia Mungu. Unamtumikia lakini bado na vitu vingine, moyo wako hujakazwa. Nami nakuambia ukaze leo. Unaposikia sauti hii, usisubiri mpaka uone manabii sijui wenye mapembe na namna fulani. Hiyo sauti unayoisikia ndiyo hiyo inayokuamuru, hiyo inayokuelekeza. Kaza matendo yako kwa jina la Yesu, naye hawezi kukuacha. Wewe unasafiri, nati zako zimelegea, halafu unategemea kupita vizuri, tairi zinachomuka. Mwambie jirani yako, kaza nati zako. Mwambie jirani, kaza nati zako. Acha majaribu madogo madogo yanapokuja. Kama nati hazijakazwa vizuri, lazima yakuvae na lazima uharibike vibaya, lazima utawanyike. Majaribu madogo tu yanakuja tayari kwa sababu hujapata maamuzi, haujakaza vizuri nati zako. Halafu tunasafiri. Bwana asifiwe. Tunasafiri, tuko safarini. Fanya maamuzi ili usafiri salama. Somo hili linasema ni nguvu ya maamuzi katika maisha, katika safari ya maisha ya Kristo. Nguvu ya maamuzi katika safari ya maisha ya Kristo. Usafiri vizuri, usisafiri na mahali pa juu, usisafiri hujakaza nati zako. Majaribu madogo yanakuvaa na unaanguka kwa sababu haujapata maamuzi yaliyo sahihi. Fanya maamuzi leo, kaza nati zako vizuri, acha kutangatanga. Huu sio wakati wa kutangatanga mpendwa, sio wakati wa kuanza kuulizana imekuwaje, fulani amefanyaje. Ni wakati wa kufanya maamuzi. Unakaza mwendo,
Mfuate Yesu ambaye anakuongoza. Yeye hajaukabidhi tiketi kwa bahati mbaya, amekukabidhi tiketi kwa sababu anafahamu una uwezo wa kuweza kusafiri. Haleluya! Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, tena Mambo ya Nyakati ya kwanza, Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 29 na mstari wa 15 inasema, kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri kama walivyokuwa baba zetu wote, ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili tujenge nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, katika yote mikononi mwako, na yote ni yako wewe. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha watu wako walioko hapa wakikutolea kwa hiari yao. Wanapokutolea kwa hiari yao, haya ni maneno ambayo yamesemwa, toa kwa hiari yao. Toa maisha yako kwa hiari ya kwako, fanya uamuzi kwa hiari ya kwako. Lakini anakuambia tu wasafiri, tunasafiri. Mstari huo 29 unasema, wa 15, kwani sisi tu wageni. Sisi ni wageni katika nyumba ya Bwana, sisi ni wageni katika dunia hii. Mpendwa, wewe ni mgeni katika dunia hii, siyo ya kwako. Ndio maana kidogo tu unaondoka, maana wewe ni mgeni. Mwenye nayo ni Mungu mwenyewe. Haleluya! Chukulia picha ya kawaida, unaenda ugenini. Unaenda ugenini, wewe ni mgeni. Unafika, unapandishwa sebuleni vizuri, si unakaa, utakuta kila kitu kipo, si ndio hivyo? Utaanza kuhamisha TV, nitoe hapa niweke hapa, wakati wewe ni mgeni. Unaanza kuondoka, nikachukue maji ya kunywa, ukielekea chooni, wewe ni mgeni, haujui mambo mengi ya nyumba ile. Acha mazoea na dunia. Dunia sio ya kwako, wewe ni mgeni. Hapo umealikwa, umekaribishwa. Acha mazoea ya kuharibu vitu vya watu. Kama ilivyo kawaida, unaingia jikoni kupika chakula, unajua kiko wapi, halafu wewe ni mgeni. Kwa nini tunakuwa na mazoea katika dunia ya Mungu ambayo sisi ni wageni hapa? Biblia imetuambia sisi ni wageni katika dunia hii, sisi ni wageni. Mwambie jirani yako, ndugu yangu, wewe ni mgeni. Acha kuharibu vitu vya Mungu. Mgeni anaharibu vitu, anakuwa na mamlaka ya kuweza kubadilisha. Angalia watu wanavyoharibu uumbaji wa Mungu. Anzia kwenye mavazi, watu wanavyovaa. Wasichana wanavaa nguo za wadogo zao wa miaka 19, anavaa nguo ya mtoto wa miaka 10, inafunika matiti tu kidogo, alafu kupaka wazi, kwa sababu unaharibu. Wewe ni mgeni. Huo mwili ni hekalu la Mungu, na yeye ameliweka kwa makusudi maalum. Ukikuta kwenye nyumba pamewekwa kaua sehemu fulani, mwenye nyumba amekaweka kwa makusudi maalum. Acha kukahamisha. Bwana asifiwe. Amekuumba mweusi vizuri tu, karangi kakumeremeta vizuri, unaanza kuharibu, kujichubua. Wewe unaharibu hekalu la Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya wapendwa. Acha kuharibu hekalu la Mungu. Wewe ni mgeni. Ishi kwa unyenyekevu, ishi kwa utii, ishi kwa kufuata misingi ya Mungu, maana wewe ni mgeni. Umeingia kwenye nyumba ya Mungu ambayo sio ya kwako. Baada ya dakika 2-3 unaondoka, unamwachia mwenye nyumba yake. Haleluya. Acha mazoea mabaya. Hii dunia, wewe ni mgeni tu. Acha kauli mbaya. Huwezi kutoa kauli mbaya wakati wewe ni mgeni. Huwezi kuwa na chuki na mwenye nyumba. Umeenda kufanyaje pale? Yaani umeenda kumtembelea mtu hapo unamchukia. Acha chuki. Acha kuharibu, acha kuiba. Wewe mgeni unaenda kuiba, unaanza kumsengenya mwenyeji wako. Kama unaona kwamba hiyo nyumba haikufai, urudi ulikotoka. Halafu anasema kwamba sisi hapa tunapita muda mfupi tu, tunapita kama kivuli, tunakwenda.
Bwana asifiwe. Sisi hapa duniani ni wasafiri. Ndugu yangu, ni kusiweza kusafiri vizuri, hao ndugu uliokaa nao ndio wasafiri wenzako, safiri nao vizuri. Sema kinachotofautisha ni kwamba kila mmoja ana safari ya kwake. Utasafiri na mtu, kumbe mwenzako anaenda kwingine, hauna ushahidi wa kwamba mnasafiri safari moja. Ishi kwa tahadhari katika safari hii. Bwana asifiwe. Ishi kwa upendo na watu, maana hujui nani unaenda naye safari moja na mwingine ana safari ya kwake. Acha kuangalia mambo ambayo hayakuhusu. Mwingine anaenda kwingine na mwingine anaenda kwingine, unaacha njia yako, unaanza kuangalia safari za watu wengine. Safari zipo nyingi, wote tunasafiri, hakuna aliyetulia statiki, wote tunasafiri. Lakini je, mnasafiri safari moja? Safari yangu mimi ni tofauti na ya kwako. Yawezekana ninachotembea mimi ni tofauti na unavyotembea wewe, hivyo tembea vizuri. Mimi nakusihi, ishi na watu kwa upendo, maana hao ndio wanaowezesha safari yako. Ishi na watu kwa ushirikiano, maana hao ndio wanawezesha safari yako. Wasaidie vizuri, wasaidie panapo lazimu, jitoe kwa ajili yao. Kama wewe ni kiongozi, umepewa kazi ya kuongoza kanisa, ongoza vizuri, maana hao ndio wasafiri wenzako, wanasafiri kwenda mbinguni. Usiwakatishe tamaa kwenye safari ya kwao, safiri nao vizuri. Acha matusi, acha kukatisha tamaa watu, acha kuharibu vitu, maana hiyo ni safari ya kwao. Na usitange, tembea kwenye njia yako kama Mungu alivyokuita. Tembea vizuri kwenye njia yako, jiachie wewe, tekeleza yanayokuhusu. Acha kutafuta umaarufu wa hapa duniani. Umaarufu wa hapa duniani unaoletwa na Mungu mwenyewe. Wewe tenda yaliyo mazuri, halafu acha Mungu akutambulishe mwenyewe. Kama wewe unatenda vizuri, Mungu atakutambulisha kwa jina lako. Mungu atakutambulisha kwa huduma yako. Mungu atakutambulisha kwa kipawa chako. Acha Mungu akutambulishe mwenyewe. Haleluya! Acha Mungu akutambulishe mwenyewe. Na ukikaza vizuri nati zako, ukaondoa mahali pa juu, lazima jina lako litaje la kwanza kila mahali. Kuna watu wamemaliza shule, wamemaliza chuo toka 2015 hawajapata ajira. Mwisho sasa hivi wameshakuwa, halafu wamekuwa dormant mwanzo. Mimi na degree yangu siwezi kujishughulisha na mambo ya mtaani. Akiapply sasa hivi wakasema kwamba uambatanishe passport size. Mwisho inaonekana kama vile ukiweka kwenye CV yako wanaenda kuchambua, naweka pembeni, wanasema hatuajiri wastaafu. Sura imechoka. Lakini kuna wengine wamemaliza mwaka jana, wameshaingia kazini, wameshaingia kwenye nafasi, kwa sababu Mungu anawatambulisha kwa matendo yao. Acha kuharibu mambo, acha Mungu akutambulishe mwenyewe katika kazi zake. Haleluya! Kuna mtu ananielewa kweli? Kuna mtu ananielewa? Acha Mungu akutambulishe. Mimi nakwambia watu wanamaliza hapa, wanamaliza masomo hapa mwaka wa 3, mwaka wa 4, wengine wa 5, unaingia kwenye soko la ajira. Unatembeaje? Unaishije na watu? Tengeneza network na Mungu wako. Network ya kwanza ni Mungu wako, halafu pia wanadamu wenzako. Unajua nikwambie, hata katika ndoa sasa hivi ni network. Wewe utazeeka ukiwa nyumbani, utakuwa unaona wenzako wanaolewa, unajitazama kwenye, mbona haka sura mimi hakanifikii? Hakakufikii kivipi? Yeye anatambulishwa na Mungu na wewe unajitambulisha mwenyewe. Acha Mungu akutambulishe mwenyewe. Utaona njia zote zinafungua. Katika njia zako za uchumi zitafunguka, katika uchumi wako utafunguka, katika habari za ajira jina lako litatajwa la kwanza.
Maliza tu vizuri chuo chako. Kama kuna sehemu uliharibu, hebu rudi kwa Mungu, mwambie kweli, hapa niliharibu vitu vyako, mimi mgeni. Mungu, hebu naomba nirejeshe kwako, tutembee pamoja. Wala hamna gharama. Halafu uzuri unayejua ni wewe na nafsi yako. Mimi sikuulizi wewe umefanyaje. No, wewe na nafsi yako na Mungu wako unarejea tu kwa upendo vizuri. Watu wanapenda mambo ambayo sio ya msingi sana sasa hivi, wanapenda mambo ambayo sio ya lazima sana, halafu wanayapa kipaumbele. Unaacha neno la Mungu, unaacha kutumika vizuri, unaacha kuhudumu kwake, na wewe unakuwa chanzo cha uongo. Nani atatoa ushuhuda kwa watu wa kanisa la Mungu? Kama wewe matendo yako ndio wa kwanza kuharibu hapa chuoni, nani atakuwa ushuhuda wa kuweza kuvuta wengine waingie ya kwamba kwa Mungu kuna mambo fulani na fulani na fulani, halafu wewe ndio mharibifu wa kwanza? Unaita watu, unafukuza watu. Haleluya! Ishi kwa nidhamu. Kaza nati zako vizuri. Badilisha matendo yako, badilisha kauli zako, badilisha mitazamo yako. Mambo yataenda. Nakumbuka habari za Esther katika Biblia. Esther alikuwa ni bikira, halafu mfalme alikuwa anaoa yeye, anachagua tu kwa kuangalia mabikira. Mabikira wote wamekusanywa, yeye Esther ni mjakazi, lakini kwa sababu Mungu alikuwa anamtambulisha yeye ndiye aliyepata nafasi ya kuolewa na akawa malkia. Watu wakaanza kupiga kelele, huyu mtumwa, nchi yao hairuhusiwi. Kwa nini? Ameshakuwa malkia. Nami nakwambia hivyo hivyo ulivyo, kwa GPA yako hiyo hiyo, kwa mwonekano wako huo, Bwana atakuinua, utakuwa malkia katika kila sehemu unayokanyaga. Nyayo zako ziweze kureflect uhalisia wa matendo yako. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kazi sio kubwa. Baba yeye alipoona kwamba mambo yameharibika, akaamua kuja kubadilisha. Akaja kwa mfano wa mwanadamu, akatufia msalabani, akamwaga damu. Ile damu ilikuwa ni sadaka ya ukombozi. Kama unaona kwamba mambo yako hayajakaa sawa, jikite kwenye maombi. Ndiyo silaha itakayokuongoza wewe kuweza kushinda majaribu yote. Toa sadaka, ndiyo itakayokunenea na kukubariki katika kila sehemu unayokanyaga. Acha mazoea, acha kiburi, acha kujiitia haki ya kwamba mimi nina haki, mimi siwezi kufanya hili kwa sababu ya kitu fulani. Wewe sio mwenye haki, mwenye haki ni Mungu. Chukulia kwamba wewe unayejiona ni mkubwa, wewe unayejiona una haki, wewe unayejiona ni tajiri, wewe unayejiona mzuri, tuseme simama, halafu tuseme wote tupige magoti. Kuna mtu akabaki kanisani hapa? Ndio ujue kwamba hapa kanisani tumekuja kumwabudu Mungu. Mkuu ni Mungu peke yake. Mkuu ni Mungu peke yake. Acha kujikweza. Haleluya. Chukulia kwamba rais angekuwepo mahali hapa, amekuja kusali hapa. Yeye si mkuu wa nchi, kila mmoja anamwabudu, si ndio hivyo? Lakini yani nasimama mimi ambaye hata sina hata ubalozi sina, halafu nasema kanisa simama tupige magoti. Yeye anabaki, atabaki amesimama, ataenda chini kwa sababu anamtii aliye mkuu kuliko wote. Acha kujisifu kwa chochote ulicho nacho, kwa sababu mkuu ni Mungu pekee yake. Acha kutambulishe, acha abadilishe maisha yako, atakupa mahitaji yako vizuri. Kazi yako wewe ni kuishi kwake, ni kutimiza mapenzi yake, ni kutimiza matakwa yake. Wajibu wako ni mdogo, omba vizuri, shiriki kazi za kanisa, kuwa mwema, zungumza vizuri, vaa vizuri, ishi vizuri, soma vizuri, pata GPA nzuri. Mungu atakutambulisha
Kila unapopita Mungu atataja jina lako la kwanza. Katika uchungu utaonekana wa kwanza. Mwakani tutapita tunadunda, tunasherekea ndoa yako kwa sababu jina la Yesu linatembea pamoja na wewe. Mwakani tunakuja kwenye ofisi, tutaingia kwa kunyenyekea, ukihudumia kwa sababu jina lako linatajwa la kwanza. Naye Bwana hawezi kukuacha, mwenye haki haachwi. Ishi vizuri, kaza nati zako, ishi vizuri na watu, tengeneza network ili Bwana akuinue. Haleluya, Bwana asifiwe. Naomba nitoe kisa kimoja, sijui kama nishe kusema hapa au sije kusema, lakini naomba niseme tena. Walikuwepo vijakazi wawili, natoa mfano. Walikuwepo vijakazi wawili ambao walikuwa na ulemavu. Mmoja alikuwa kipofu, haoni. Mwingine alikuwa na ukoma, hana vidole, hawezi kufanya kazi. Walikuwa na tabia kwenda kuombaomba mjini. Walikuwa wanaenda kuomba mjini. Siku walienda kuomba, walikuwa marafiki, wakaenda wawili, wakaenda kuomba. Siku ilikuwa njema mno kwao, Bwana alikuwa pamoja nao. Walipoenda kuomba, wameomba, wamepewa pesa, wamepewa vitu mbalimbali, wakafungua na viroba vya sukari. Bwana asifiwe. Wakabeba kila mmoja kichwani mwake, wanatembea kurudi nyumbani. Mwenye macho ambaye ni mkoma anatangulia, kipofu yuko kwa nyuma anamfuata. Wao na rafiki yao wanatembea kurudi nyumbani, wakiimba na nyimbo za kusifu kwa sababu wamebarikiwa siku hiyo. Mara likaibuka wingu zito, wingu la mvua zito. Mara mvua ikaanza kunyesha. Ilianza manyunyu kidogo kidogo, baadaye matone makubwa. Mvua ikaongezeka, ile sukari kichwani ikaanza kulowana, na wao wakaanza kulowana. Sukari ilipolowana ikawa inavuja, inatiririsha maji. Bwana asifiwe. Sukari inatiririsha maji, maji yanatiririka kwa sababu wamebeba kichwani, yanapita humu. Wakati maji yanatiririka, wanakuwa wanalamba yale maji. Si kama unavyojua sukari ni tamu, yale maji matamu bwana. Wakawa wanalamba maji ya sukari. Mvua inanyesha, inawanyeshea wao, inanyeshea sukari, maji yanatiririka, wanalamba. Wakawa wanaambizana, ndugu yangu, leo mvua ya mashariki ni tamu. Ngoje iendelee, mvua ya mashariki ni tamu. Wakati wanaendelea kulamba mvua ya mashariki tamu, mvua ikaongezeka. Mmoja akasema kwamba Bwana, hali ni mbaya, tutaharibikiwa. Hivyo kaendelea, akamshauri mwenzake, twende, kulikuwa na nyumba fulani hawaishi watu, twende tukakae kwenye ukingo ili mvua isiendelee kutunyeshea. Wakakubaliana, wakaenda. Walipofika mahali pale, yule mwenye macho akasogea kwenye ukingo wa mvua, akaacha kunyeshewa na mvua. Yule mwingine mwenye ukoma, yule kipofu, akabaki. Baadaye naye akasogea. Aliposogea kidogo, mvua ikakata kumnyeshea, yale maji yakaacha kutiririka. Akasema, hapo hamna utamu, acha mimi nirudi huku bwana, naendelea kuenjoy mvua ya mashariki. Basi mvua ikaendelea kunyesha. Huyu aliyekuwa kwenye ukingo anamwambia, Bwana, toka kwenye mvua, itakuathiri. Anasema, mvua ya mashariki ni tamu mno, acha mimi niendelee kulamba mvua ya mashariki. Analamba mvua ya mashariki. Unajua nini kiliendelea? Unajua nini kilitokea? Nini kilitokea? Basi hebu tuishie hapo, tukutane season 2. Au unasemaje? Basi baada ya pale, ile mvua ilipokuwa inaendelea kunyesha, mvua ikazidi sana. Yule aliyekuwa ananyeshewa na mvua, taya zikakakamaa, akashindwa kuhimili hata kusimama, akaanguka chini na akafa. Mvua ya mashariki, kwa sababu ya ukaidi wa kutokusikia sauti ya mwenzake, njoo kwenye ukingo wa mvua. Hadithi la kufundisha nini?
Wanadamu tunaishi katika maisha ambayo tunahisi kwamba ni matamu mno. Tunaishi katika habari za uzinzi, tukihisi ni utamu wa mvua ya mashariki. Habari ya uongo ni tamu kama mvua ya mashariki. Uzinzi ni mtamu. Uchawi, wizi, uongo, uchoyo na mambo mengine yote tunashauriwa kila siku, toka, njoo kwenye ukingo wa Yesu Kristo, ukingo wenye neema na baraka. Uondoke kwenye mvua ya mashariki, umeng'ang'ana kule. Mpendo, naita kifo. Shetani atakuchakaza, shetani atakuharibu, mwisho wa siku utakufa. Au uzinzi ni mtamu sana, wizi ni mtamu sana. Kwa nini unakuwa na roho ngumu sasa kama ya Farao? Unakuwa na roho ngumu kweli? Acha ukaidi, acha kujivika haki, acha kujiona unaenjoy dunia. Wengine wanasema kwamba bado napambania maisha, nipate kwanza mali halafu ndio niende kanisani, nipate mchumba halafu ndio nianze kusali, nipate kazi nzuri ndipo nianze kusali. Wewe, Mungu naye anasema kwamba uanze kusali kwanza ndipo akupe kazi nzuri. Uingie kanisani kwanza ndipo akupe mchumba mzuri. Uingie kanisani kwake ndipo akupe mali. Unapishana na baraka za Mungu, unapishana na baraka za Mungu. Wewe simama katika nafasi yako, mwabudu Mungu, tumika kwake vizuri, yeye atakubariki, yeye hawezi kukuacha. Acha kutangatanga, acha kuona mvua ya mashariki itakuathiri mpendwa. Utaishi maisha magumu, utaishi maisha ya shida, utaishi maisha ya kutangatanga ya mateso, kwa sababu bado una maamuzi yaliyo sahihi. Simama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe.